Na mtazamaji, hapa ni katika kijiji cha Gitumbi ambapo kumekuwa na moto ambao ulizuka usiku wa jana. Hii nyumba ambayo ilichomeka na ikaweza kuteketea mpaka ikaisha, na mtoto mmoja akaweza kuchomekea ndani ya ile nyumba na kufariki. Tutaweza kujua zaidi kupitia wale ambao walikuwa karibu ama wale waliweza kujionea tukio hilo. Tukianza na mzee wa boma hili, utaweza labda kutuambia ni nini kilitokea usiku wa jana? Usiku wa jana, Tukianza na jina lako. mimi naitwa Paro Bushunaga, na usiku wa jana tuliona mtoto mmoja alitoka huko juu akuja akaniambia kwa mami kunasomeka. Nikaamka, nikapiga nduru, nikajaribu kupiga nduru, sasa ile niangalia juu nikaona moto iko juu sana. Nikasema huyo mtoto tayari ameenda duniani. Sasa mimi nakuja nikamwambia, wewe ndugu yangu alikuwa kwa amelala, nikakuja nikitanda, akatoka huko tukakuja hapa. Kijana yangu mmoja akakuja akapiga mlango hapa, kaanguka huko ndani. Sasa ukianguka huko ndani, tukanyamaza, tukasema ndio sasa tutafanya nini? Moto imewaka na hakuna mtu anaweza kuingia huko ndani. Sasa hiyo maneno ndio niliona. Ulikuwa usiku wa saa ngapi? Karibu kilo saa 4 hivi. Saa 4 za usiku. Na ule moto uliweza kuzimwa saa ngapi wakati ulimaliza kuzimwa? Moto huko kuzimika moto. Hii ilikuwa moto moto ilikuwa imewaka kabisa ikimaliza nyumba. Na yule mtoto alikuwa wa umri gani? Ule ambaye alifariki, na ni mtoto wa kiume ama ni wa kike? Ni wa kike. Alikuwa kama wa miaka 10 hivi. Na baada ya kufariki alipelekwa wapi? Alipelekwa Embu huko Moshari. Kwa hivyo mwili wake uko katika Embu level 5 hospital. Ndio. Alikuwa huko ndio alipelekwa. Na labda chanzo cha moto ule unaweza kusema labda uliona kama ni nini? Hiyo moto siwezi kusema ni sitima kwa vile hiyo moto ilikuwa juu. Hii kusemekana nini kilisoma kwa vile hata ngazi ililipuka tukua moto imewaka kabisa. Kwa hivyo kulikuwa na ngazi kwa nyumba? Kulikuwa na ngazi kwa ndio hii. Na hiyo hii ilikuwa ngazi. Hii ni ngazi. Hii chuma ilitupwa mpaka huko. Ndio kwanza huko ikiwa imewaka moto kabisa. Na kulikuwa na stima? Kulikuwa na stima huko ndani. Na mtoto alikuwa peke yake kwa nyumba ama? Alikuwa peke yake, hakuwa na mtu. Na wazazi walikuwa wapi? Wazazi wao, mzazi baba yake ndiye alikuwa akamfunga huko ndani, akakaa huko ndani. Babake akamwacha kwa nyumba akaenda? Akaenda huko kwake kwa haya. Uka. Babu ya mtoto? Wewe ndio kutoka nyaba wewe. Mzee wacha tulie. Labda unaweza tuambia labda ni nini kilitokea labda kwa mtazamo wako? Mimi nilikuwa mbali, nikapigiwa simu nikaambiwa nyumba ya sister yangu inateketea na mtoto anachomekea huko ndani. Mimi kufika nilikuta kama nyumba imeisha kuchomeka. Wewe ni mmoja wa familia hii? Hiyo ni sister yangu, mtoto wa sister yangu. Yule alifariki? Wewe ulikuwa wapi wakati huo? Mimi sikuwa hii. Mimi sikuwa area, nilikuwa mbali. Kwa hivyo ulipata ripoti? Nikapigiwa simu. Nikachukua pikipiki nikakuja hapa. Nikakuta kama nyumba imeteketea yote. Na hii nyumba ilikuwa ya matope na ilikuwa labda ni ya mabati na matope. Na kule ndani mtoto alikuwa ameachwa amelala ama labda alikuwa? Mimi hapo siwezi nikaelezea, mimi sikuwa. Vyenye mimi nilikuja nikasikia vyenye babu yangu alisema yeye alikuja akaingiza mtoto kwa nyumba, ndio mama yake hakuwa. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa karibu? Okay. Na ule mwili wa mtoto ulichukuliwa usiku, labda ni polisi walimchukua ama alipelekwa mochari na nani? Polisi walimchukua usiku. Okay. Na kama watu wa familia mnaweza sema jambo hili labda limewaffect na njia gani? Njia kubwa sana.
Kuna mali ilikuwa pale labda ilichomeka ya mali ya pesa mingi? Kulikuwa na vitu mingi sana huko kwa nyumba. Hata vitu sio muhimu kama mtoto. Kwa hivyo kuna mali ilichomeka na bado mtoto, lakini mtoto ndiye anaumiza zaidi. Si ndio? Mtoto alikuwa darasa gani? Mtoto hakuwa ameenda shule, lakini hakuwa yani mtoto alikuwa mlemavu. Si ati mtoto mwenye alikuwa anajiweza ile ya kabisa. Kwa hivyo alikuwa na matatizo ya kimwili. Okay. Tumeambiwa alikuwa na umri wa miaka 8 hivyo 10. Kwa hivyo bado hakuwa ameenda shule, lakini alikuwa ametimiza umri wa kwenda shule, ni vile alikuwa na matatizo fulani. Okay. Kama ulivyosikia mtazamaji, hao ni mojawapo wa members wa familia hii ambao wameweza kueleza masikitiko yao kuhusu jambo hili ambalo lilitokea usiku wa kuamkia leo, ambalo wanakijiji wameweza kutamaushwa sana na jambo hili. Tutaweza kukueleza baadaye mambo yatakavyokuwa yakitokea, na tutaweza kukupatia updates kuhusu mambo haya.